muda umeisha. Baby. Naomba muda kidogo na kukuta sawa? Poa. Niwahi kupata wakweli nisikike mitaani. Unasikia mwanangu? James. Naam. Nataka nikutume sokoni mwanangu katafuta hata ingarau mboga. Bro, nimekaa sana nasikia hadi nimechoka. Kwanza bali yako. Sawa. Wema. Bwana usijali. Pale uko na shemeji yako. Sasa lazima nimdanganye ili mweze katika mazingira salama. Tufunze mimi na wewe pekee. Hai, umeona ndani. Yeah. Habari. Pangilie basi. Sikiliza sasa Mr. Katafute mboga James, tutakuwa ni watu tule. Mboga gani baba? Si dagaa. Katafute dagaa, mchicha, nyanya chungu watu tunakula. Mama leo mimi nilikuwa napenda tupike wali, tuchinje angalau. Tubadilishe mlo au unasemaje? Ni kweli mama, tupike wali. Jamani, hela nilionayo ni ndogo watoto wangu. Sina takale kabata kama mbele. Kwa hiyo mchele utaupataje sasa? Mama, singenunua. Ninunua na wakati hela nilionayo ni dagaa na nyanya chungu na bamia jamani. Mama, shikila vipi? Kabla unatambua mimi ni daktari mkuu katika hospitali ya wilaya hii. Hivyo basi tunapokea oda nyingi sana kutoka serikalini na katika viongozi wakuu katika serikali. Mboga mara nyingi tutapata wapi? Sawa, kila siku mboga za majani kubadilisha dagaa. Jamani, karibu mwanangu. Karibu kiti. Mama, shikamoo. Baba mwanangu, karibu tupo. Dada, zangu mabegani. Naso. Mala bujambo. Shonda. Mala ba, asante. Karibu hapa nyumbani ukae mwanangu. Na mbona unampendezesha dada? Nampendezesha mwanangu apate mtoto mapema. Aolewe kusudi niheshimike. Mama pia. Na kwa kipindi hiki tumepokea oda kubwa sana kutoka kwa mtoto wa waziri. Hii oda ni oda ambayo ni ya hela nyingi sana. Endapo tukifanikisha kuikamilisha, nadhani maisha yako na maisha ambayo tumefanya hiyo kazi yatabadilika maradufu. Sio kama unanielewa vizuri. Nakuelewa sana na namsikiliza pia. Sasa basi, hii oda inatakiwa ifanywe ndani ya siku 5 tu, si tofauti na hapo. Oda yenyewe kidogo ina siri kali. Nikapate mboga. Era hii hapa kachukue dagaa. Wai sasa. Poa. Dada, mbona ukai? Shida nini? Labda amezoea kusimama mwanangu. Wewe walete mboga tupike. Na huko nyumbani. Karibu tupo mwanangu. Mbona umpendezesha? Nampendezesha mwanangu. Sasa hapo kibazo unampeleka saluni mama au vipi? Nywele zingekuwa kubwa ya angeenda saluni akatuke. Tumeshafanya kazi nyingi sana, sina mashaka na wewe. Hivyo basi, sikiliza kwa akili. Sawa? Sawa. Hii oda ni oda ya figo. Figo? Hiyo ni oda ya figo. Mtoto wa waziri ameferi figo. Figo yake moja imeferi. Hivyo basi, waziri mtoto wake ametupatia oda kama sisi madaktari wakubwa kuweza kupata watu ambao wanaweza kutupatia hiyo figo. Sababu sisi ni wepesi kupata figo kwa sababu kuna wagonjwa wengi wakuja hospitalini kwetu. Sawa? Hivyo basi niliona sio vizuri kuweza kuipatia hospitalini. Niliona bora nitumie watu wa mtaani kama wewe ili kuweza kuipata hiyo figo. Maana nyinyi ni wepesi na kupata hiyo figo kulingana na watu tofauti na watu ambao wako nini? Wako mle hospitalini. Maana ndio wanakuja kuangaliwa na wagonjwa na ndugu zao. Kwa nafasi inakuwa ni chache sana. Hivyo basi nikaona bora nikupate wewe tufanye hii kazi. Hii kazi
kwa ujumla ina thamani ya pesa Tanzania milioni 100. Milioni. Mwanangu, mwambeni tuende ndani. Maana naona dalili ya mvua sio nzuri. Tukakae ndani jamani. Haya, dada nyanyuka twende ndani. Mchukueni vyombo twende ndani. Twendeni mchukue hilo litatoke twende ndani. Mwanangu mmoja twende. Ni milioni 100. Milioni 100. Tanzania na nchi mimi. Hivyo basi inatakiwa nikupe vifaa vya kufanyia kazi kama utakuwepo tayari. Asante. Nadhani kazi itafanyika. Hivyo basi inatakiwa nikupe pesa, nikupe kianzio cha fedha kukupatia nguvu kusurvive mtaani, kwa sababu unapiga mishemishe za kutafuta hiyo figo. Hiyo figo itafutwe, inabidi hiyo figo itafutwe nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa. Na maanisha inatakiwa ujifananishe kuwa mfanyabiashara mdogo wa mtaani, kama machinga, paka rangi, ama muuza chochote kile kinachuzika kwa njia kutembezwa. Na katika hiyo kazi kuna vifaa na fedha anzilishi ambayo utakuwa anze nao katika harakati zako. Uko pamoja? Sawa. Bosi, mzigo wako hapa nimeuleta. Asante sana. Unaweza kutoka. Nashukuru pia bosi. Sasa basi, humu kuna kila kitu. Sawa. Kuna fedha. Sawa. Basi. Na kuna spray. Perfume. Hii perfume itatumika kwa ajili ya kuwesha wanalewa. Huo mtu atakaolewa kasinzia ndio utatumia kufanya kazi ya kutafuta figo. Sawa? Na huko pia kuna kifaa cha kuweza kupima cha DNA. Unapima figo unayotakiwa. Sawa? Na pia huko kuna dawa utakazotakiwa kuzimeza wewe kabla hujaenda kwenye tukio. Hizi dawa zitakufanya wewe usilewe pale utakapokupuliza ile spray. Na maana wale unaopulizia wao watalewa, ila wewe utakapokumeza zile dawa hutoweza fanya nini? Hutoweza kulewa. Tuko pamoja? Nimekuelewa sana, nimekupata. Kamata. Na msokagua. Wako wazi. Mzigo nimeona. Labda niko kuongea. Shukrani sana kwako. Huo ni mwanzo tu. Hivi vitu vinatoka serikalini. Afuwe siri yako peke yako. Endapo kikamatwa, usiwe mwepesi kulitaja mimi, ila mimi nitakuwa mwepesi kukutoa wewe. Unaelewa vizuri? Sababu hii issue ni connection kutoka ngazi za juu serikali. Huyu ni mtoto wa waziri. Unaelewa vizuri? Nashukuru sana. Na maana tunaambia kama mwenye vipati kwa pesa zingine. Zaidi ya hizo mara 3. Naona kama siku ya leo naona kama tunatumia kwa tafsiri. Tutajitahidi kwa zote. Tukuletea ufiki. Usizidi siku hizo. Siku 5. Ndani ya siku 5 tokea jambo. Hayo niachie mimi. Mimi na kikosi nitakipanga. Baadaye tutamaliza. Kwanza mwanangu, mwaka huu unamaliza, umesema 42. Ndio mama, namaliza. Hongera mwanangu. Asante. Watatu dada.
sana mwanangu, tuokoe maisha. Iko vizuri. Jitahidi. Hello baby. Baby, bwana mimi nimekaa tu hapa kibanda mapenzi hapa kwa jujue bado utanikuta tu hapa nimekaa. Ndio. Basi kwa wapi mami? Nakusubiri sana mpenzi wangu wewe. Nakusubiri sana kama umeboeka eti. Na wewe dada hapo. Unimaliza. Poa. Dada, vipi? Safi. Ulimaliza shule? Haya. Kuna shida. Shwari niambie. Fresh. Mwanangu, ule mzigo vipi? Umeona maokoto? Mimi mwenyewe nimekaa pale nimeshangaa simisi imeingia huko. Hata sitatena simisi. Kitatu. Yana kwambia hapa ni kula basa. Wewe leo mtuona kitatu. Kitatu, yana kwambia mshikaji wangu. Nyama. Nyama mwingi ndio kazi sasa inakuwa kazi. Mwanangu hapo vipi? Ni babu. Kama kawa. Shwari niambie. Fresh. Gaji hapo. Wakati gani sasa hivi ya teki huko? Kwanza nafurahi sana kwa ukuta. Alafu mbona niliwatumia pesa watu watatu. Mbona mwingine hayupo? Anakuja. Bwana Nash. Bwana Nash ameenda kuchukua nyota hapo mwanzo anakuja sasa hivi. Ndio hapo. Bwana. Mshwari. Vipi umekuja na nyota vipi? Gani dogo? Ndio kwa vipi? Wacha kwanza hapo mwanangu. Ndio pepo gari mwanangu. Nimewasha hapo nimestafu mzima. Ya kwanza tusikie posta. Washa hapo. Ni mambo mengi. Sababu unakuja kibeti kimoja. Sababu kwanza huku ni kwazo. Kesho nitakiwa yani ifanyike haraka sana katika mazingira. Sasa mnanielewa. Ndani bwana sielewi. Shida mnapenda bangi mnanuka mabangi muda wote tu. Kwa nini mwanangu utaona pesa kwenye simu yako? Kama nilivyowaambia, nitakupenda fresh. Utapata pesa zaidi ya hiyo. Guys boy. Na hapo mwanangu asiona unatupatia pesa bila na hata naingia hata bila SMS ya kusema mimi nimetuma hiyo pesa, ni pesa yenyewe nimewaonga mwanangu. Kwa wasikieni wengine. Mimi bana. Ndio ile mwangu anataka kusema. Mwenye nimeshawapa kwa sijui karibu 50 nzima. Sasa kitu niwaambie ni kama report yenyewe sasa. Nisha nyewe tuipige dili tupate pesa wote ama nasemaje? Hizo ndo za kwetu baba. Kwa dili. Sasa tutafanya Thank you.